Ni kwa sababu ya hizo sintofahamu zilizokuwa zikiendelea. Sasa wanasema ukiona kimya kingi ujue kina mshindo. Sasa nadhani mtaendelea kuniona sana, nitatoka kuzungumza kwa ajili ya wananchi, wanawake wenzangu, kwa sababu sisi ndio tunaoumia sana, na familia na watoto. Hata madhara ya 29 Oktoba yametuumiza wanawake wengi. Kumezalishwa wimbi kubwa la wajane, kumezalisha sintofahamu za kifamilia. Kwa hiyo tunalia na wanawake wenzetu, sio kwamba Chauma tulinyamaza, hapana. Tuliumia, tuliguswa, lakini tutatokaje kusema? Huyu aliyeondoka alitubana midomo. Kama mlivyosikia, alikuwa anahodhi madaraka mpaka ya mwenyekiti wa taifa. Sasa mimi ni nani? Kwa hiyo tuliona tunyamaze, tutazame kwanza. Tulijua yatafika mahali, yamefika tamati. Kwa hiyo chama kimefunguliwa upya. Akina mama wenzangu wote ambao mlikuwa mmekaa kando, rudini, njooni Chauma. Wale wote mliokuwa mmevunjika moyo, na waomba mrudi Chauma, tuendelee na kazi. Tuna kazi kubwa sana mbele, tunahitaji kulileta taifa pamoja. Mimi pia nilikuwa mgombea ubunge jimbo la Butiama, nikipambana kule na Charles Maera, lakini tazameni namna ambavyo Chauma ilisimika wanawake wengi wagombea kwenye majimbo, kwa sababu wanawake hawa walikuwa wako chini ya kitengo changu, na tulihamasishana kwamba tukagombee majimbo, alafu ndio tugombee viti maalum. Ukitaka kugombea viti maalum Chauma, tuliweka utaratibu chini yangu kwamba kwanza uwe mgombea wa jimbo, alafu ndio uchukue na fomu ya kugombea viti maalum. Uondoe mkanganyiko wa kupeana viti maalum ovyo ovyo, na jambo lile limetusaidia sana. Na tukaweka asilimia ambazo mtu akifikisha, basi kama kuna viti maalum ataingia. Tulisema mtu akifikisha 25% za kura zake, basi ataingia kwenye viti maalum kulingana na mgawanyo utakavyokuwa na ushindi wa Chauma. Kuna watu wamekuwa wakiuliza, mbona wewe ndio mwenyekiti wa wanawake lakini ukupata nafasi ya viti maalum? Hapana. Kulingana na uchaguzi ulipokwenda, wote mliona na mlijua mambo yalipokwenda vibaya. Sikuweza kuingia. Ni kwa sababu ya mtu huyo mmoja. Ametufanyisha mambo mengi pia ndani ya chama. Japokuwa serikali nayo ilikuwa imeukandamiza uchaguzi. Siku zote huru na haki. Ndio maana Chauma tunataka tutoke huko. Tunataka tutoke huko. Waliopata viti maalum, Mheshimiwa makamu mwenyekiti wa chama chetu Bi Devota Minja alikuwa ndiye mgombea mwenza wa urais wa chama chetu. Alipata fursa ya kutembea nchi nzima. Alikuwa agombee jimbo la Morogoro mjini, lakini vikao vya chama vikamwambia hapana, wewe utakuwa mgombea mwenza. Alikuwa na haki ya kuingia kwenye viti maalum. Mheshimiwa Sigrada Mligo alipata zaidi ya 35%. Alikuwa na haki ya kuingia viti maalum. Mambo mengine siwezi kuyasema sana hapa na kadhalika, lakini binafsi niliridhia chama kiende mbele. Akina mama wote ambao mlikuwa mmekubali kutuunga mkono kwa kishindo kikubwa, na sasa mkao mmekata tamaa baada ya mambo ya uchaguzi na sintofahamu zingine, rudini tuanze upya. Rudini tuanze upya, kwa sababu kama ni kirusi kilichotuletea haya yote kimeondoka, na kama kutakuwa na vijimelea vingine ndani ya chama ambavyo vitatupelekea sintofahamu na kuendelea na taratibu na mipango ya chama kwenda mbele, tutaviondoa. Kwa ndugu waandishi, mimi niweke rai kwa wanawake wenzangu sana, kwa sababu ukombozi wa taifa hili utaletwa na wanawake. Wanawake ni jeshi kubwa. Wanawake ni jeshi kubwa. Kitengo cha wanawake kimebeba wanawake wazee, kimebeba wanawake vijana. Kwa hiyo tunaposema kwamba wanawake ni jeshi kubwa, tunamaanisha
tunamaanisha. Niwaombe wanawake vijana, njooni kwenye chama hiki, mnazo ndoto zenu. Tunahitaji kuwa na mabinti wasomi kwenye chama hiki, tunahitaji kuwaachia baadaye nafasi hizi waongoze chama na taifa kwa ujumla. Kwa hiyo ndugu waandishi wa habari, mimi niendelee kuwashukuru tena na tena kwa kuja kwenu. Tunaomba habari zetu hizi ziendelee kurushwa, wanawake wenzetu wao wanazipata kila mara, na kila mara tutawaita ofisini hapa au mahali popote kuzungumza nanyi, hasa mimi mwenyekiti wa wanawake KIWATA taifa. Nitaongea na ninyi sana, nitatumia vyombo vyenu sana kuzungumzia taifa hili. Taifa limekaa vibaya, taifa limetawanyika. Taifa hili linatakiwa kuletwa pamoja, ndugu zangu. Taifa hili wakati mimi ninagombea nilisema limechora mstari mwekundu ambao una taa iliyofungwa inaning'inia. Hiyo taa ikija kuwaka siku moja itakuwa vibaya sana, na kweli taa iliwaka Oktoba 29 nyekundu. Sasa tunalitoaje taifa pale? Ni sisi wenyewe. Na hata kama tunaongea swala la mazungumzo ya pamoja, maridhiano ya taifa hili, yasiwe ya CCM na Chadema peke yake, hapana. Tunahitaji vyama vyote 19 vyenye utajiri vyote viingie kwenye mazungumzo, taasisi mbalimbali zishirikishwe, tukae chini tuzungumze, tuliponye taifa. Tunayo majeraha, tunahitaji kuponyana majeraha hayo. Kuna wimbo wa Katoliki wanaimba, gusaneni majeraha. Tunahitaji kugusana majeraha. Wewe ukigusa jeraha langu na mimi kagusa lako, nitajua maumivu na wewe utajua maumivu. Huko ndiko tunakotaka twende ili tuliponye taifa. Taifa hili haliwezi kuponywa kupitia Marekani, Uingereza na kwingineko. Taifa hili linatakiwa kuponywa na sisi wenyewe. Watawala wawe makini sana na jambo hili. Watawala wakubali kufanya jambo hili. Tunaposema CHAUMMA tulilete taifa pamoja, tunamaanisha kwamba